mimi bila fahamu kuwa ni yako zamu. Angalau ungeniambia eti unakam, nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tamaa zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye, mpendwa, ndio, tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Wow. Okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upena notice. Akimaulana ingilia kati. Peace ni expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangolea? Diet yangu imechange, tabia kulea, usingizi na kutamani kushoto kulia. Unakuja lini? Nitabasamu tena, unanitenda. Aliyekuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma. Jioni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza. Niko na iBag sijalala, na usalimie Maulana. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, ndio, tutaonana baadaye. Oh, nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Oh, nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Ndio, Mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. ndio, Mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Nakam, mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Oh, oh, bye rafiki, maisha ya duniani si
sitokuona, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Rafiki, rafiki, rafiki. Uliniwacha mi bila fahamu kuwa
nasema asante ewe Mungu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Oh, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu. Bwana nitabaki na wewe milele, Bwana nitabaki na wewe. Imba 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 Omega kwa jina la Bwana meremeta. Oh Bwana Yesu anameremeta. Oh nailipe sina roba kwa nilipe. Piga makofi kabisa. Nailipe sina roba kwa nilipe. Bwana Yesu, makofi mazuri kabisa, shangwe, vigelegele na nderemo kwa ajili ya ni kumshukuru Mungu, na tumekuja hapa ili kuweza kusherehekea maisha ya dada yetu huyu na kumpa kwa heri yake ili aweze kwenda kupumzika salama. Yangu ni kusema asante kwa wakati huu, na pia ni furaha kwa wakati huu kwa sababu kile ambacho kimefanyika ni upendo wa Mwenyezi Mungu. Japokuwa kama binadamu huwa katika roho zetu tunasikia dhiki na faraja, lakini nina imani Mungu aliye juu atatupatia faraja zaidi. Karibuni nyote. Na mzazi ni mke na mume, lakini muumbaji ni Mwenyezi Mungu, na hakuna anayeweza kumupinga. Poleni kama nitakuwa na kwaza kwa hadi fulani, ni vile hatukujua tutafiliwa na mtoto wetu ili tukaweza kupanga hotuba ipasayo ya siku ya mwisho ya kumuona dada, rafiki, kipenzi, ndugu na mtoto Sharon. Sote tuliofika hapa leo tumejawa na majonzi tele, kwa sababu moja ambayo imetukutanisha hapa leo si nyingine bali ni yule aliyelala ndani ya jeneza. Hii ni siku ambayo daima itabaki kwenye kumbukumbu zetu. Daima roho zetu zitakosa amani, akili zetu zitaingia hitilafu, ila sote tumshukuru Mungu, kwani haya yote yamefanyika kwa ajili ya mapenzi yake. Ila kiukweli Sharon, mauko yako yameshangaza wengi, yamepokonya furaha tuliyokuwa nayo awali, hasa kwa familia yako ya karibu. Natamani ningekuwa na uwezo, ningefanya kitendo cha kushangaza ulimwengu, ila nami ni binadamu, siku yangu itafika, nitalala moyo. Sharon alikuwa mtu wa kipekee kwa jinsi aliumbwa kipekee. Kwanza, Sharon alikuwa mcha Mungu. Kwa yeyote ambaye amewahi kuwa karibu naye, hii anaweza kusimulia. Sharon alikuwa mkarimu na mwenye huruma za kibinadamu, mwepesi wa kusamehe na hata kupenda kuzingatia masomo yake. Yote haya niliyoeleza ni kwa ajili ya dada Sharon ambaye leo hayupo nasi. Kama Wakristo tunavyoamini siku moja tutakutana naye. Kwa kweli chanda chema hakidumu, na maisha ni kama maua,
yanayochanya na kufurahisha asubuhi, na jioni yananyauka na mwisho kukatika kudondoka mchangani. Tumekubali mapenzi ya Mungu yatendeke hapa duniani, na si binadamu hatuna uwezo juu ya kifo. Mungu, tunakuomba utupe faraja sote katika kipindi hichi kigumu. Tupe uvumilivu na utuonyeshe imani. Tupe ujasiri wa roho na ukakamavu pamoja na hekima yako. Tufanye tuwe salama mioyoni mwetu. Majivu kwa majivu ndiko ambako thamani yetu duniani huishia. Tunaiombea nafsi ya Sharon kwa Mwenyezi Mungu. Sharon, umeondoka. Uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia. Una neema Yesu, una neema kubwa. Kabisa kwa ajili ya Yesu, nataka kusikia makofi. Our Lord is good. Come, pendo tabasamu, tutaonana baadaye. Sharon alikuwa rafiki mzuri, alikuwa msichana mpole, alikuwa mkakamavu. Kumwambia mtu ajikaze, afanye bidii na ajiamini. Na nitasoma ujumbe mfupi. Pendo tabasamu, tutaonana baadaye. There's a time to walk straight and a time to bend. And each one has got their own time. Time to sublime and time to fulfill their own life's aim. Now your time has come. In sorrow we mourn and scream. A heroine is gone and you can't stay calm. All I want is to say a painful goodbye, and please do not ask why. I thank God for allowing you in our lives. In heaven you are placed up there above. Since I knew you, all the happy times we spent together, flocking like birds of a feather. Therefore, friend, as I write, it's evident that everything is not all right, but there will come a time to see you again. It was just to say goodbye, for your time has come for you to go by. Therefore, may you go in peace. Your love for us is what we shall surely miss. Okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upeana notice. Akimaulana ingilia kati. Peace ni expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangolea? Diet yangu imechange, tabia kolea, usingizi na kutamani kushoto kulia. Unakuja lini? Nitabasamu tena. Kwa majina naitwa Tabitha Mwavuo. Mimi ni mwalimu wa Sharon, pamoja na Hamisi, nikiwa niliwapokea kutoka kwa wazazi wao Bwana na Bibi Muhammad, tukiwa tunaishi pale Mnarani. Siku ya leo tunaposhuhudia mtoto wetu leo,
Ninaamini ya kwamba hata kama tunalia siku ya leo, Sharon yuko salama. Ninajisikia niko chini nikiangalia mama na baba. Tulikuwa tunasema ya kwamba Sharon is a star. Ninamjua Sharon akiwa darasani, kutoka lile darasa lake la kwanza mpaka kumaliza. She was ever position 1. Hadi position nyingine Sharon. Mtoto wa bidii, mtoto wa heshima, mtoto ana tabia nzuri darasani na nje. Bwana asifiwe. Mimi nasema asante kwa sababu leo tumekuja hapa kusindikiza rafiki yetu Sharon. Alikuwa student graduate na mbarikiwe. Bwana asifiwe. Kwa jina naitwa Joyce. Sharon alikuwa head girl prefect wetu. Na tumekuja kumpeleka safari yake ya mwisho. Habari zenu. Mimi namjua Sharon kama kiongozi mwema, msichana mwenye maadili mema, na namtakia ndani mwa tunapotoka. Mashaloni ulale salama. Ulale salama. Ulale salama Sharoni, ulale salama. Okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upeana notice. Akimaulana ingilia kati. Peace ni expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangolea? Diet yangu imechange, tabia kolea, usingizi na kutamani kushoto kulia. Unakuja lini? Nitabasamu tena, unanitenda. Aliyekuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma. Jioni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiti zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza. Niko na iBack sijalala, na usalimie Maulana. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, safiri salama, salimu Maulana. I made a poem, and this poem is a special dedication to my sister Sharon. Of silence. A moment of silence kwa jasiri wa imani. Though tuko about kukupeleka mchangani, but kwanza wacha niseme yale yangu ya moyoni. A moment of silence kwa jasiri wa imani. Umetuachia jukumu jamani, tuiepuke hukumu kwa kusimama na imani. Umetuachia jukumu Kristo kumsimamia hata mambo yakikaa magumu kuendelea. A moment of silence. A moment of silence kwako shujaa, hapa leo tumejaa kukusitiri. Familia ndani ya vinywa, sisi wote tunakiri wewe ni jasiri, na hiyo sio siri. Umevumilia mateso, maumivu na machungu, japo ulikuwa mdogo wangu, ila kwa Kristo wewe ni mzaliwa wa kwanza na kutambua. Mengi kwako nimejifunza, kama kupambana na hali yangu, kwa maana kuna wengi wanaweza kuwa kwangu, ila sio wote watakuwa upande wangu. A moment of silence for you, my heroine. Najikaza mbele ya umati, sitaki kulia nikikufikiria. Yale mengi tumepitia, heshima nakupa, pokea.
ulisimama kidedea, japo dadangu uliumia, hukuwahi despair. Sometimes ukiwa mzima, ulipokuwa mgonjwa, ilishindwa kukuangalia. Afya yako ikizidi kufifia, moyoni nilizidi kuumia. Ila kitu sikuwahi kufanya ni kulia mbele yako, ili nikutie moyo kama ule wako wa kijasiri. Ona sasa, umetangulia. But anyway, najua hauko peke yako. Ulimwita Kristo akuchukue, akaitika. Roho yako ikakatika, na mbinguni umefika. Mengi ningeyasema, kama vile leo ninavyosimama kuconfirm Sharon eti hautasimama tena. Maisha yamekwama hapa duniani, ila roho yako iko pema patakatifu. Mwili ulikuwa hafifu na wingi wa udhaifu, lakini roho ilikuwa na nguvu na wingi wa ushupavu. So Hamso ndio jina ulipenda kuniita. Tumtum pia nami nikaitika. Jesus amenikonfirmia umechukuliwa na malaika. Kwa hivyo tuache kuwa na shaka. A moment of silence. A moment of silence kwa jasiri na mahiri wa imani. Sharon, umeondoka ingawa nakupenda. Sawa, tunakupenda. Sawa. Our hero, continue resting in power. Pendo tabasamu, tutaonana Nakam, pendo tabasamu, tutaonana baadaye. Pendo tabasamu, tutaonana baadaye. Nakam, pendo tabasamu, tutaonana baadaye. Tutaonana baadaye. Tutaonana baadaye. Tutaonana baadaye. Tutaonana baadaye. Ndio. Ndio. Tutaonana baadaye. Karibu mucho nzurana. Yes, my daughter. Kabla Madam Mwavuo kumpokea shuleni, nilimweka hapa pajani, nikamuuliza wataka kusoma wapi? Akasema kwa sauti ya kitoto, Arthur. Nikamwambia, Arthur, utasoma. Sikwenda kuongea na Madam Mwavuo, lakini walikuja kumshukua kwa sababu Mungu amejibu lile ombi. Na hivyo ni mambo mengi tumeishi pamoja, tumeendelea pamoja.
na si yeye peke yake, hata ndugu zake wakiwa shuleni. Every time, wakati wote wakiwa na hitaji, I was there as a father. Leo sikuja kama bishop au pastor, nimekuja kama baba. Maana ndivyo wote watatu wananiita. Mohamed naitana bro. Grace, Asante ewe Mungu wa Bwana, twasema asante. Leo twasema asante, twasema asante ewe Mungu wa leo, pokea sifa zetu. Mohamed Nacharo Nzai na Bi Grace Chivatsi Chai. Ni dada yake Isa Mohamed Kombe na Hamisi Kombe anayejulikana kama Hamsi Shupavu. Elimu. Mwaka 2004 Sharon alianza elimu ya chekechea katika shule ya msingi ya Mnarani kabla kujiunga na Arthur Memorial Academy, ambapo alikamilisha masomo ya shule ya msingi. Elimu ya sekondari alianzia shule ya upili ya wasichana ya Mama Ngina katika kaunti ya Mombasa kati ya mwaka 2016 hadi 2019, ambapo alikamilisha mtihani wake wa kidato cha 4 KCSE. Mwaka mmoja baadaye alijiunga na chuo kikuu cha Masai Mara kule Narok akisomea shahada ya taaluma inayofungamana na masuala ya kibiashara, yani business and commerce. Sharon Tumu alizaliwa katika familia ya Kiislamu ambapo awali alikuwa akiitwa Hanifa Mohamed kabla ya kuokoka miaka michache baadaye na kubatizwa katika imani ya Kikristo kwenye kanisa la Joy Fellowship Ministry Mnarani. Amekuwa mwadilifu katika kujihusisha na harakati zote za kikanisa akiwa mchanga hadi katika taasisi zote alizosomea alidhihirisha imani ya Kikristo ndani yake. Sharon Tumu, jasiri wa imani, alianza kukua mapema mwaka 2020 ambako alilalamika maumivu ya tumbo kwa kipindi kirefu. Hali yake ilikuwa tatanishi kiasi cha kwamba isingewezekana kutabiri kuwa anapata afueni au la. Sharon alipokea matibabu kutoka hospitali mbalimbali kaunti ya Kilifi kabla ya kulazwa katika hospitali kuu ya Pwani, Coast General. Hata hivyo, hali yake bado ilizidi kuwa mbaya zaidi, ila jinsi hali ilivyozidi kudorora ndivyo jinsi imani yake kwa Mungu ilizidi kuimarika. Mara nyingi angesimama katika kutia moyo watu wake wa karibu, licha ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa mgonjwa. Mara kwa mara angesikia akitoa tahadhari kuwa kamwe hatupaswi kukata tamaa kwa lolote lile, licha ya ugumu na mwingi wa changamoto. Leo hatuziki bali tunamstiri, jasiri wa imani ya Yesu Kristo aliyepiga vita vizuri vilivyo, vita vya kulinda imani na hata katikati ya machungu na maumivu makali yake yote kwa Yesu Kristo. Kama Stefano, Sharon aliona mbingu zimemfungukia hata katika nyakati zake za mwisho, akipumua pumzi yake ya mwisho. Alihakikisha kuwa roho yake imepokelewa na Yesu
ampumzishe wale wote waliolemewa na mizigo. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake pema kwa watakatifu pekee wake. Jina la Bwana libarikiwe. Baba ndiwe Jehova, 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 Baba ndiwe Jehova. Haya, piga shangwe, kigelegele na nderemo kwa ajili. It's so sad that she had to leave at a very young age. On behalf of my colleagues, farewell our friend, you're leaving. It's time for you to go. Your friendship was a blessing, and we will miss you so much. We shared so many memories. You brightened our days. You brought so much happiness. With your kind and loving ways, you lifted up our spirits when we were feeling blue. No matter what was happening, you knew just what to do. We ran beneath the raindrops and walked beneath the sun, ran barefoot in the summertime, and we had so much fun all through ups and downs of life. The good times and sad from high school and golden days. Na sitaki kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu. Salama salama Sharoni, lala salama, alama dede unaonana baadaye. Sharoni lala pehoni, alama salama salama we Sharoni, lala pehoni, alama dede unaonana baadaye. Ndugu yetu Hamisi ambaye ni colleague wetu, tuwe ni pole sote. Bro, kuwa mjasiri, zidi kumtumainia Mwenyezi Mungu, na natumai kwamba atakupa nguvu wewe pamoja na familia yako, marafiki na relatives wote. Asanteni. Kwa majina naitwa Kibori Ryan na naendesha kipindi cha Lulu Drive. Wanakuwa na mwenzangu kwa sasa yupo kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 9 hadi saa 1 jioni. Asanteni. Haleluya. Kwa majina naitwa Victor Juma. Mimi ni saidiana na wenzetu wa Lulu, na Hamson ni mwenzetu, ni ndugu yetu, ni mchungaji wetu, na kusema tu kwamba maisha hii ni safari. Hapa duniani sote ni wasafiri. Kwa hivyo ukiwa uko na pumzi siku ya leo, jitayarishe
ukijua ya kwamba iko siku yako itafika. Majina naitwa Tony Ngala, nafanya kwa kitengo cha habari pamoja na Hamisi, na kwa niaba ya kitengo cha habari cha Lulu FM tungependa kutuma risala zetu na rambirambi kwa jamaa, familia na marafiki, na tukiwatakia kwamba Mungu akawape faraja ya kweli, kwa sababu ni mambo ambayo huwezi eleza na kuna maswali ambayo huwezi uliza Mungu. Kwa hivyo ningependa tu Mungu akaweze kuwafariji, na licha ya kwamba tutaongea maneno mengi kama wanadamu ya kuatia moyo, lakini ukweli ni kwamba faraja ya kweli inatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ndugu yetu Hamisi Kombe na jamii kwa jumla tunawapatia pole sana. Mimi najulikana kama DJ Ramsey Roy, na ndugu yangu Hamisi huwa tunaendesha kipindi kinaitwa Kama Vipi. Kama Vipi ni kipindi cha vijana, kinakuwa siku ya Jumamosi kama leo, kuanzia mida ya saa 12 jioni hadi saa 4 usiku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuongezea tu, mnashindwa kwa nini hawa watu wanasema Hamisi ni pastor, Hamisi ni bishop. Kwanza wacha niseme wazazi mmefanya kazi nzuri kumlea Hamisi katika misingi ya kimungu. Biblia inasema kwamba mlee mtoto katika njia ambayo inampasa, akikuwa mkubwa hata. Kwa hivyo ndio. Kwa hivyo shukrani sana kwenu kwa namna mmeweza kumlea ndugu yetu Hamisi Kombe. Na ukitaka kufahamu kwa nini tunasema Hamisi Kombe ni mchungaji, sikiliza Lulu FM. Lakini hasa sikiliza Lulu FM siku ya Jumanne saa 11:30 asubuhi. Huwa tuko na kipindi cha tunasema ni devotion, ambayo ni mahubiri ama ni neno tu la himizo ambazo huwa tunatoa. Sasa ndugu yetu Hamisi siku ya Jumanne saa 11:30 huwa ni zamu yake. Kwa hivyo ukisikiliza utafahamu kwa nini. Huyu ndugu amebarikiwa. Poleni sana familia. Kilalo, nafanya kazi Lulu FM, na Hamisi ni mmoja wetu, na tulipata tulihuzunika sana, na cha msingi ambapo tungesema kwa familia pamoja na Hamisi ni kwamba Mungu awatie nguvu. Mungu awatie nguvu, yeye pekee ndiye anaweza kuwapa fariji ule wa kamili, na ni yeye pekee mweke tumaini kwake, manake yeye ndiye anayetuumba sisi na sababu ya kile chote ambacho kinatokea kwetu, na jinsi ambavyo anasema mipango yake ni mizuri kwetu wala sio mibaya. Ndikosa tunazidi kuegemea katika neno lake, hata tukizidi kushukuru, ingawa mioyo imehuzunika, mioyo imevunjika, lakini Mungu azidi kututia nguvu na tuzidi kumtumainia yeye. Poleni sana, ni rambirambi kutoka kwa Lulu FM, na kwa wale ambao hawajafika, pokeeni rambirambi zetu, na Mungu azidi watia nguvu na atembee nanyi wakati huu wa msiba. Mbarikiwe. Kwa wakati huu nachukua muda huu kuweza kusema pole. Umekuja Hamso ni ndugu yetu, ni rafiki yetu, ni mfanyakazi mwenzetu, ambalo ningependa tu kusema tu kwa niaba ya jamii katika kitabu cha Wathesalonike ambacho kinasema kwamba tusiwe watu ambao tunalia ama we are mourning with people like ambao hatuna hope. Tuwe na tumaini ya kwamba dada yetu Sharon amelala, hakufa, amelala, na aliyelala huwa ataamka. Kwa hivyo tuwe na tumaini hilo ya kwamba hata tutakapokuwa tunahuzunika katika mioyo yetu, tuhuzunike ya kwamba tuko na tumaini ya kwamba kulala kwake ni kulala tu kwa muda kidogo, lakini Yesu atakaporudi tena mara ya pili ataweza kumfufua na tutaweza kujumuika pamoja. Kwa majina naitwa Brother Clement, nafanya kazi pale Lulu FM, kitengo cha mauzo na biashara, na huwa pia siku ya Jumatano ninatoa ombi la himizo kama vile ambavyo Brother Hamso huwa anatoa siku ya Tuesday, mimi huwa ninatoa Wednesday. Bwana awabariki na aweze kuwafariji. Yesu asifiwe. Amen. Mimi jina langu naitwa Kazungu Tumaini, ni mtangazaji pale Lulu FM wa kipindi kinaitwa Mkao, na niko hapa kutoa pole zangu, nikiomba kwamba Mungu akazidi kufariji familia, akazidi kumfariji pia Hamso, na ile ningependa kusema tu ni kwamba Mungu anasalia kwa Mungu. Hata wakati ule ambapo mambo yanakwenda upande wetu, tunaona kwamba mambo yanakwenda sawa sawa, yeye ni Mungu, na hata ule wakati ambapo
tunapatwa na mambo kama haya ama hata majanga mengine makubwa, anasalia kwa Mungu. Naomba Mungu wa mbinguni awafanyie amani kipindi hiki, na pia yeye akaweze kutoa ile faraja ambayo yeye peke yake anaweza kuitoa kwenu. Mimi najulikana kama DK. Pia mimi ni mtangazaji pale Lulu FM. Mimi nafanya kipindi cha asubuhi kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 hadi saa 4 asubuhi, nikiwa na mwenzangu ambaye hayuko hapa, anaitwa Binti Umazi. Tuko sisi wawili Jumatatu hadi Ijumaa. Alafu Jumapili saa 12 hadi saa 4. Kila siku ya Jumapili kuna kipindi chengine hapo kinaitwa Gospel Shangwe, nafanya mimi hapo nikiwa peke yangu. Kwa hivyo pia nami nimekuja ili kuja kutoa pole zangu na rambirambi zangu kwa familia. Sisi wote tunahuzunika, sisi wote, kwa sababu sio mapenzi yetu ama sio mapenzi ya mwanadamu haya kutokea, lakini sisi wote hapa ulimwenguni basi tuko safarini. Basi kama wenzangu wote walivyosema, mimi ninabeba yote. Unajua mkizungumza mnanizungumzia mimi mwenye kumalizia. Mimi sasa nimenimalizia, nimeyachanganya yote, basi familia ya bebe yote. Asanteni sana. Kwa niaba yangu, familia yangu na viongozi kina mama wa Kilifi, naleta rambirambi zangu kwa familia ya msichana aliyelala Sharon. Lijulishwa kifo hichi na mamangu mlezi wa kisiasa, yuko hapa Mama Zuleha, na nikasema mambo yako mengi, mazishi ni mengi, lakini nitafika kulia nanyi kusherekea harusi ya mwisho ya msichana Sharon. Pole kanisa, pole familia, pole Bishop. Bishop leo ni bishop wangu mwombezi. Poleni sana kanisa, poleni familia, poleni Lulu FM. Tuwe pole sote. Kifo hichi ni maandiko na lazima kitimie. Akijali umri, tushukuru ule muda dada Sharon ameweza kuishi nasi katika familia. Pole dadangu, uwe pole sana. Tushukuru Mungu kwa kila kitu. Sharon ni mshirika wetu, na pia nimevaa kofia nyingine. Huyu Sharon ni mjukuu wa dadangu. Bwana Yesu asifiwe. Nyanyake Sharon alitoka kwetu. Nyanyake Sharon ni mtoto wa Dida, mimi ni mtoto wa Pande. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nyanyake ni dadangu, huyu ni mjukuu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wajomba zangu, poleni kwa kuondokewa na huyu msichana. Sharon alikuwa msichana pale kanisani, na kifo chake kiligusa mioyo ya washirika pale kanisani. Shindwa kuelezea zaidi juu ya huyu dada. Alikuwa tu msichana mzuri, mpole, yani hata uwezi ukamuelewa hivyo, lakini alikuwa ni msichana, alikuwa anampenda Mungu. Na si rahisi kuona vijana wakakamavu kama vile huyu msichana alivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia historia yake sana na imetutia moyo. Na sisi kanisani tunasikia tumepoteza, wamama tumepoteza. Haleluya. Lakini kwa ajili ya Bwana amemtoa. Wakati huu ni wakati mzuri wa huzuni, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu furaha yetu iko ndani ya Kristo. Na furaha ya Mungu ni nguvu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wakati wa huzuni, kumbe ni vyema kufurahi katika Bwana. Hata wakati wa uchungu, ni vyema kufurahi katika Bwana. Ni wakati huu wa kuhuzunika. Mtoto kijana wetu huyu akiwa ni kiungo muhimu sana. Alikuwa kiungo muhimu sana katika umpokee Kristo. Na ndiposa ukiingia hapa uwe wewe ni candidate wa mbinguni. Na tumekuja kulia na kuomboleza na nyinyi. Mimi binti huyu nimewahi kumtembelea mara 2 akiwa anaugua,
Kwanza akiwa pale nyumbani Mnarani, nikaenda nikamuombea, na wakati yuko Mombasa pia huyu binti aliniita kupitia mamake na akasema niende nikamuombee. Ameonyeshwa Mungu amezungumza na yeye, nikamuombee na nimpake mafuta. Na nikasafiri na mke wangu tukaenda. Tulikuwa hatupajui mahali pale, lakini aliyekuja na simu pia abarikiwe kwa upande wake. Na tukaweza kufika, tukawa na maombi pale. Binti alikuwa anapitia kipindi kigumu, na tulipoingia ndani ya rumu anapumzika, analala, alijitia nguvu akaketi na tukaomba naye na nikampaka mafuta. Sijui kwa nini aliagiza hivyo, lakini huenda labda alikuwa amefunuliwa ya kwamba pia masaa yameenda. Na unafahamu yule mpaka mafuta kwa Yesu. Na Yesu akasema huyu amekuja nitayarisha kwa mazishi yangu. Pengine huenda alikuwa amefunuliwa hayo. When you have a church and you have a pastor, you will be helped, you will be pastored, you will be molded. Au takuwa kiumbe kizuri. Let me tell you, kanisa halipokei watu watakatifu. Kanisa lapokea wenye dhambi na waliopungukiwa. Wewe nenda kanisani, hata watu wakuangalie na jicho baya, waseme yule naye anaenda church yule. Nenda, maana hapo ndo kupatikana msamaha, hapo kunasaidika. Waende kanisani wote aina ya binadamu. Neema ya Mungu ina... Amjambo. Tujambo. The Lord is good all the time. All the time. God is good. Majina naitwa Rico Mondi. Mzao wa Kisumu. Mzao nasoma shule ya Masai Mara. Mwaka wa 3. Sharon nilimjua through Mariana. Mamake Sharon kama hapa atakwambia nilijua mamake Sharon through Sharon. Mamake Sharon alinijua kama dad wa Sharon. Na Sharon huyu ndiye aliyekuwa mama yake. So mimi kujua na Sharon ilikuwa family tree. She was a daughter, this was the mom, I was the dad. We had a cousin. Cousin pia nimetoka ambaye tunaishi naye katika chuo cha Masai Mara. So hakufanikiwa kusafiri. Na alikuwa na cousin mwingine baada ya ndo Mary. Tulikuwa bishtake sana pia kuweza kufanikiwa kusafiri, na tunaomba msamaha kwa hilo maana yake situation ilikuwa tough. So niko na mengi ya kusema lakini sidhani kama niko na hiyo nguvu. Ninaweza omba tu Mungu ni ailaze roho yake Sharon mahali pema peponi. Kwa familia, jamaa na marafiki, ule uchungu ambao mnausikia, nadhani kama mimi nausikia hata kuliko nyinyi. Manake mimi ninao umri wa miaka 22, lakini nilikuwa namtunza Lastika wa mtoto wangu. Alikuwa kadogo. So nilikuwa namuita Lasti. Mpaka mimi hakuna siku ambayo jina langu la Eric tangu tujuane na yeye. Nilikuwa naenda dad. Na ukweli kama Mungu aliumba bibi na mke, alafu akafacilitate ile tunaita procreation, ya kuzaa watoto. Watoto ndio ambao walikuwa wanafaa kuzika wazazi. Na si tena vice versa wazazi kuzika watoto. So ikifika wakati ambapo unapata kwamba wazazi sisi tunaanza kuzika watoto, unaweza imagine uchungu. Sasa unaanza kuuliza ni kwamba Mungu aliumba vitu zianze kuwa opposite ama ni aje. Lakini yote tunaendelea kumshukuru Mungu. Tunamwambia ni asante kwa yote ambayo anafanya, maana yake ni mpango yake yote. Mimi naomba tu familia mpate nguvu. Jamaa najua pia inawauma lakini mpate nguvu. Wapendwa naomba pia mpate nguvu na muwe na amani ya Yesu. Tunaweza najua ni hali ngumu, lakini tunampigia Mwenyezi Mungu shukrani maana yake hatimaye amepumzika. Sharon amekuwa mgonjwa na imepika nyuma, nikimpigia simu kila mara nilikuwa nadondokwa na machozi. Mimi namshukuru Mungu maana yake hatimaye ameweza kufika mahali kama peponi. Mimi ndamiss, sijui kama nitawahi toka hapa mpaka nisawe ile jambo naona leo. Sijui kama huwa silewi, lakini nilikuwa nafikiria kwanza kulewa, maana yake nikifikiria hii usiku silali. Mimi nilikuwa nafikiria kwanza kulewa. Maybe nikilewa naweza pata usingizi ndani na nisahau, lakini nikilala usiku nakumbuka imejiunga mtoto nikimshika kwa kifua changu hivi kama mtoto wangu. Nashtuka silali, so maybe nitajaribu ikiendelea sana. Ama maybe alikuwa ndani kuja nimpigie mkono wa kulia, nitajaribu la ikishirikana mimi na waahidi nitalewa mpaka siku ambayo usilewe bana. Usilewe. Hizo stress itakuwa at least zitakuwa reduced.
but wenye mnaona kwa mbele ni marafiki ambao wametoka Masai Mara, tuweza kusafiri na wao, na ningeomba tuwapee muda wa at least dakika moja kila mtu aseme jina lake na uhusiano wake na Sharon. Tukianza na ndugu yangu Morris. School to campus, bond siku zote itakuwa strong. So ikabidi tu tutafute wenzetu, reforma classmates wetu ama schoolmates wetu wa Mama Ngina, tukanili na Masai Mara and tukafanya contribution kiasi because yeah, from both sides, that is Mama Ngina, Masai Mara, as in friends, family, Evo. So yeah, we have something seeking here because ni kitu akiwezi mrudisha Sharon actually. Na sitaki kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu. Uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Lala pehoni alama, alama salama wa Sharon. Lala pehoni alama. Tizama chochote ulichonacho, maombolezo yako unaweka hapo kwenye kikapu na unapita. Uzahuri chakiko zidada badae Umana na badae Natasha oni tumuzai Ala salama Saswari shala chima zena Mwesi msirire Mwala mamese Kaufaida na yehu Na mameyo yunasi Kama kuka maidede Bye bye, ala salama, onana, bye bye. Papa ya charo na mama ya Gracie, ola manarira. Ukuzaisa na hamso, na manarira. Kazi skeni na nuru, choma na hamso, na manarira. Kazi skeni na nuru. Tololozi anasami Moses imesa shaleti mesena Mwesi msirire Malo mamesa Hawipa idana nyehu Unauna na badae Natasha ya katika Nasema ile kiwi imekatika kwa Tanzania ninayo. Salama, 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 Sharon.
nimelala salama alama dede nimelala pehoni alama salama wa Sharoni nimelala pehoni alama dede Uzahuri chakiko zibada Unadana badal Kata Sharoni mama Bye bye Arela salama 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 wa Sharoni Arela salama Asanteni, asanteni sana. Salama salama wa Sharoni Arela pehoni Salama derehunda na badai Nana badai Kata Sharoni tumuzai Lala salama Haya, naomba hivi tuwasaidie hawa kina mama jamani, hawa vijana tusaidianeni, hawa kina mama waondoke. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Oh, oh, bye rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Mavumbi kwa mavumbi, katika tumaini la kweli la ufufuo wa uzima wa milele kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, atakayeugeuza upya mwili wa udhaifu wetu ili ufanywe kuwa sawa na mwili wa utukufu wake. Na sitaki kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya
yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya, yote yako na sababu, basi tutaonana tena tena tena. Ninajua tutaonana tena tena tena. Ninajua tutaonana. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Thank you.